Unataka kubarikiwa? Jibu ni ndio, maana hakuna mtu asiyetaka kubarikiwa. Lakini leo nataka nikuambie namna ya kupata baraka kwa njia rahisi. Wasamehe watu wanne. Wasamehe watu wanne. Na mtu wa kwanza ni mzazi wako. Huenda umepitia katika historia fulani ya kuona kama wazazi hawakututendea jema katika maisha yako, lakini bado wamebeba baraka zako. Maana hata Yakobo aliwashika watoto wake vichwa na kuwabariki. Hivyo wazazi wamebeba baraka. Wasamehe wazazi wako, maana hata kama hawakukusomesha, hawakukupatia urithi ulionona, lakini walikuleta duniani. Mungu aliwapatia fursa ya kukuleta wewe duniani. Na mtu yeyote aliyeletwa duniani, Mungu amewekeza kitu ndani yake. Ninakusihi rafiki, wasamehe wazazi, maana wamebeba baraka zako. Mtu wa pili, wale rafiki zangu tuliooa, msamehe mume wako, msamehe mke wako. Wapo watu wamepitia machungu katika ndoa, wake wamewatesa, waume wamewatesa, na hivyo wakatelekeza familia, wakakata tamaa na kuwa na familia. Lakini ninakuambia rafiki yangu, bado kuna baraka kwa yule aliyeitwa mke wako, kwa yule aliyeitwa mume wako. Rudi, msamehe, achia ili uweze kubarikiwa. Na sikiliza, nikwambie rafiki, utakapokuwa umeachia, na akili itakuwa nyepesi ya kuangalia fursa zinazopatikana, haitadumaa. Lakini mtu wa tatu, samehe mtu yoyote, maana binadamu ndio mtaji. Ili uwe na biashara unahitaji watu. Sasa kama hausamehe, hautapata wateja. Wasamehe watu. Wewe unafanya biashara ya usafiri, ili kazi yako ifae, unahitaji watu. Watu ndio mtaji wa kwanza ambao Mungu ametupatia. Samehe kila mtu, kuwa rafiki, kuwa mtu mwema, utapata baraka. Mtu wa nne ni wewe mwenyewe, jisamehe. Sikiliza nikwambie, utakapokuwa umejisamehe, hautakuwa na kujuta. Hautakuwa na kujuta, ningefanya. Hiyo haitakuwepo. Jisamehe, jiweke huru ili uweze kubarikiwa. Katika kitabu cha Luka 11 fungu la 4 anasema tusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe, ili tuweze kupokea baraka na maombi yetu kusikilizwa. Inatupasa kusamehe.